activities. And I'm glad that the DCI has investigated, arrested, charged some of them, and must be dealt with. We know they are establishing a military wing of their political activities. We will not allow that. Let me be very clear. Those officers who are doing politics in office or exiting office to go and carry out criminal activities must be dealt with firmly. The second question? You are from KBC. KBC. Okay, and then we finish with him. Yes, my name is Divas. Yes, mine. The last people talked about. Yeah. Those people who are alleged to be ex-KDF, ex-police, and they are wearing very heavy gears, carrying very heavy weapons. And you allege they're forming a militia kind of group, whatever they call themselves. How can that happen under your watch? And they come online, they say what they want to say. We've never seen such thing in the past, but it's happening. Thank you, Maina. Thank you very much for speaking for me. You see, what the country has slided to is unacceptable in the name of freedom of expression. That people can carry sophisticated weapons and call and speak in it's like a rebel kind of, the country is in some part of the country is controlled by a rebel movement of some sort, and happily going to issue statements online while carrying very sophisticated weapons. And that's why the DCI has arrested and charged those people. Now you will see, and I'm telling you, you will see LSK, another civil society organization, and opposition running around, and they will start saying, oh, you know, freedom of expression, people must be allowed to wear what they wear, they must be allowed to carry whatever gun, they must be allowed to say what they want to say. Really? You want now to tell me that those people should not be charged with the most severe sections of the Penal Code or various acts of parliament, including act that deals with prevention of terrorism? I mean, we must be firm if we want to prevent our country. And that is what we are trying to do. No matter what people will say, we are firm, gladly, on this situation. They have been charged in a court of law, and we want to see if the judiciary will be intimidated by opposition characters and civil society to let them go and see whether really, you see, people think that the responsibility to protect the nation is only for executive. It's for everybody, for the legislature, for the judiciary. And judiciary is handling criminals and subversive characters with kids' gloves. And that behavior must come to an end. In the past, when I say it, they say I'm threatening the judiciary. I'm not threatening the judiciary. I'm saying it as it is. The judiciary must rise up to the occasion and deal with criminals, for suspected criminals, especially of high crimes and organized crimes, must be dealt with decisively. That includes those who are involved in drug trafficking, those who are subversive activities, acts of terror. We must handle it, because it's not the responsibility of the Minister of Interior alone to secure the nation. It's the responsibility of everybody, including the judiciary. Lastly. Asante. Na walio ndani na walioondoka kutoka kwenye huduma wana kiwango kikubwa sana cha uwajibikaji ukilinganishwa na raia. Sijui mipaka yao sasa itakuwa wapi, hasa walioondoka kama watatu, mipaka yao iko wapi hasa kujihusisha katika michakato ya kisiasa kuwajibisha serikali? Ningependa kushukuru sana, kwa sababu tumesema kwamba polisi wetu walio kazini na wale wameondoka wako na jukumu ya kuhakikisha kwamba wanasimama kwa sheria na wanahakikisha kwamba wasijiingize kwa maneno ambayo yanaweza kuonekana kwamba ni ya kupindua katiba yetu na kufanya mambo ya kuendeleza chuki na vita katika taifa letu. Na nimesema kwamba jukumu hilo haijalishi kama wewe umechakuliwa mbunge, umechakuliwa baadaye ukuwe seneta ama hata governor ama position yoyote. Jukumu hilo inaendelea kwa maisha yako yote. Kama wewe umewahi kuwa kwa disciplined forces, katika dunia nzima, you are expected, inaaminika kwamba
utafuata maagizo ya yale ambayo ulifunzwa wakati ulikuwa katika polisi ama katika army, kuhakikisha kwamba unafuata sheria. Na wewe jukumu lako ni kubwa, ni la juu kuliko ya mwananchi wa kawaida. Na kwa hivyo tutaendelea tukisikia chochote ambayo inahusikana na mtu yoyote amewahi kufunzwa mambo ya bunduki, mambo ya silaha mbalimbali, tunachukulia hatua zaidi kuliko hata mwananchi wa kawaida, kwa sababu tunajua kwamba anaelewa nini inaendelea katika idara ya polisi, idara ya army, na tunajua kwamba anaweza kutumia nafasi na ile information ako nayo kuharibu taifa. Na kwa hivyo tunawaomba wale wote ambao washaondoka kutoka kazini na wale pia wako kazini wajue kwamba jukumu ni kubwa, na tutachukua hatua ya kisheria kuhakikisha kwamba tunalinda taifa letu. Wale hao aswa ambao tumewaona katika mitandao juzi, unaona kwamba walipokuwa katika ofisi juzi walikuwa wanasema mambo mengi katika mtandao, kumaanisha nia yao ilikuwa ni kwa kufanya mambo kwa njia fulani. Na tunaamini kwamba DCI katika ile investigation atatuambia sio tu kwa nini wanafanya chenye wanafanya, lakini wale pia wanawafadhili na wale wanaungana na wao lazima pia wakuwe investigated, ndio tujue wazi kwamba nia yao ni nini na mpango yao katika taifa letu ni nini, kwa sababu lazima tuilinde taifa. Asanteni sana. I think now we can go for it. Thank you very much.